Mimi ni mtu ambaye nahitaji kuanzisha biashara yangu, lakini sijui nitumie njia gani ili niweze kufanya biashara yangu iwe ya halal. Nimesikia kuna baadhi ya njia ukizitumia unakuwa umefanya biashara haramu. Je, naweza ukanielezea kuhusiana na hizo njia? Utoaji na upokeaji wa rushwa ni haramu, na pato lolote linalotokana na rushwa pia ni haramu. Kamari imeharamishwa kwani ni dhulma. Kamari huweza kuwa bima ya kimataifa ama huweza kuwa michezo yote ya nasibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa yeyote yule anayechonga masanamu amejihusisha katika shirki, na shirki ni katika dhulma kubwa na dhambi kubwa, kwani husababisha mja kuingia motoni na kujiweka mbali na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tupo hapa kuwaletea mjadala ambao unaelezea mambo ambayo mtu akifanya anaweza kupata kipato cha haramu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Salma binti Tahir, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 kutoka katika shule ya Ibn Jazar. Watu wengi wamekuwa wakifanya mambo mbalimbali ili kuweza kujipatia kipato, lakini wameshindwa kutambua mambo ambayo wakifanya wanaweza kujipatia kipato cha halali na mambo ambayo wakifanya wanaweza kujipatia kipato cha haramu. Tupo hapa kuwaletea mjadala ambao unaelezea mambo ambayo mtu akifanya anaweza kupata kipato cha haramu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Lutfia Baragash. Mimi ni mtu ambaye nahitaji kuanzisha biashara yangu, lakini sijui nitumie njia gani ili niweze kufanya biashara yangu iwe ya halal. Na pia nimesikia kuna baadhi ya njia ukizitumia unakuwa umefanya biashara haramu. Je, naweza ukanielezea kuhusiana na hizo njia? Nitaanza kuelezea rushwa. Utoaji na upokeaji wa rushwa ni haramu, na pato lolote linalotokana na rushwa pia ni haramu. Mtoaji na mpokeaji wa rushwa wote wamelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama tunaofahamishwa katika hadithi ifuatayo. Abdullah bin Amr ameeleza kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemlaani mtoaji na mpokeaji wa rushwa katika kutoa hukumu. Hadithi hii imepokelewa na Abu Daud pamoja na Ibn Majah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Sabrina Albert. Ningependa kuelezea njia ya kamari. Kamari imeharamishwa kwani ni dhulma. Kamari huweza kuwa bima ya kimataifa ama huweza kuwa michezo yote ya nasibu. Kamari ni haramu kwa sababu Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kuwa kila ulevi ni haramu, kila kamari iwe karata ama iwe kila aina ya pombe ni haramu. Kamari huweza kuwa haramu kwani husababisha mambo mawili. Kwanza ni uchafu. Ni uchafu kwa vipi? Kamari ni uchafu kwani ni dhulma, ni mali inayopatikana baada ya kudhulumiwa mtu mwingine. Pili, kamari husababisha uadui pamoja na chuki. Mtu ambaye anachukuliwa pesa zake kwa njia ya kamari huweka kinyongo na chuki moyoni na pengine husababisha ugomvi. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Farhia Said Salum, nasoma shule Ibn Jazar Islamic Secondary School. Kwa upande wangu ningependa kuelezea kuhusu swala la umalaya. Abu Hurairah radhiallahu anhu amesema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha kipato kinachotokana na uuzaji au kujiuza kwa mwanamke au uuzaji wa mbwa, kwani biashara hii huleta athari mbalimbali katika jamii zetu. Pia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewalaani wale wanawake wote ambao wanaitoa miili yao na kuiuza kwa lengo la kujipatia pesa. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Shade Muhammad, ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Mimi nitaelezea ulevi au uuzaji wa pombe. Ulevi wa aina yoyote umeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas anatuambia kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewalaani watu 10 ambao wanajihusisha katika utaratibu wa kuandaa pombe na mpaka inamfikia yule mnywaji.
Kwa hiyo pato lolote linalopatikana na uuzaji wa pombe au utumiaji wa pombe ni haram, na jambo hili haliruhusiwi katika Uislamu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Ali Muhammad. Mimi nitakwenda kuzungumzia njia tatu ambazo ni uchawi, upigaji ramli na utabiri. Yoyote atakayejihusisha na njia hizi tatu kwa ajili ya kujipatia kipato chake, basi kipato chake kimeharamishwa na kwamba hakijahalalishwa. Katika enzi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiallahu anhu aliwahi kujitapisha baada ya kugundua kuwa alilishwa kutokana na kipato kilicho cha haramu. Hivyo ningependa kwa shauri wale wote ambao wanajihusisha na njia hizi tatu waache, kwani watajipatia kipato kilicho cha haramu na si cha halal. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Marudhia Twaha. Nipo hapa kuelezea njia ya wizi. Wizi wa aina yoyote ile ni kitendo cha dhulma na ni haram katika Uislamu. Hivyo basi yatupasa kutotumia njia hii, kwani si njia ya haki na njia iliyo sahihi. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Mariam Rashid Suleiman, mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya Ibn Jazar. Mimi ningependa kuelezea kuhusu njia ya uchongaji wa masanamu na uzaji wa picha za watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza wale wote wanaochonga masanamu, kwani wanajishirikisha katika shirki ya Allah, na shirki ya Allah ni dhulma kubwa na dhambi kubwa na haisameheki, kwani husababisha mtu kuingia motoni. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, jazakumullahu khairan. Hakika nimeweza kufahamu njia zinazomfanya mja aingie katika biashara za haramu. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mmejifunza mengi kutoka katika mjadala huu. Ombi letu kwenu nyinyi ni kwamba kuyazingatia yote yale ambayo mmeyasikia kutoka katika mjadala huu. Tukutane tena katika kipindi kijacho insha Allah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.